Cleus Nicholas kutoka B3 Hub. Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyangu ambavyo nilikuwa nikivitoa kuhusiana na biashara pamoja na uwekezaji. Leo nitakuwa nikizungumziana kuhusiana na mambo matatu ambayo watu hufanya wakipata pesa. Yani 3 things people do with money. Yani watu wakipata pesa hufanya nini? Jambo la kwanza kabisa tunasema waste it. Miongoni mwa vitu ambavyo watu hufanya wengine wakipata pesa uzipoteza. Na hii ni kwa sababu gani? Kwa kutokuwa na mpango au kutokujua, upoteza fedha zao. Lakini pia jambo la pili tunasema spend it. Na hii inaonyesha kwanza average people ambao wanapata pesa uingiza katika matumizi ambayo walikuwa hawajatarajia na pengine kwa sababu walikuwa hawana mpango. Na hii inaonekana kabisa katika asilimia kubwa ya watu wanaopata pesa, average yao uingiza katika matumizi, katika kufanya bills na kufanya vitu vingi ambavyo pengine wakati mwingine havikuwa katika mpango wao. Lakini kitu cha tatu kabisa ambacho nataka nikiseme ambacho watu ukifanya wakipata fedha ni investment. Kwamba hii tunasema kwamba wise people ambao ni few miongoni mwa watu ambao wakipata pesa wanazifanya investment. Na hii inaonyesha kwamba na inashauriwa pia ufanye 70% kwa kila kipato unachopata ufanye investment ili iweze kukupa return na kukuongezea nguvu yako ya kifedha. Kwa sababu gani? Fedha uende ikipungua thamani kulingana na nyakati na viashiria mbalimbali. Lakini pia kuna some guidelines ambazo zimeonyeshwa kwamba ni muhimu sana mtu kuwa nazo ili iweze kukupa tunasema wise spending. Cha kwanza kabisa, what do you need? Kwamba pengine unataka kufanya matumizi, lazima ujiulize kwamba hichi kitu je nakihitaji kweli? Lakini pia lazima ufanye tunasema kwamba this is the right price. Je, ufanye ulinganifu wa bei kwamba hichi kitu kweli ni sahihi na kwa bei hii nastahili kununua. Lakini jambo jingine tunasema kwamba lazima uangalie kuna substitute. Let's say kwa mfano labda naenda hotelini, nataka kunywa soda, nitauliza mimi nahitaji kunywa Coca, watakwambia hatuna. Pengine utasema nataka Sprite. Kwa hiyo lazima una substitute ambazo unazifanya wakati unataka kufanya matumizi, ile tunaita ni wise spending. Lakini jambo la nne kabisa, lazima ujue je kuna advantage katika kile ambacho unakifanya. Lakini jambo jingine tunasema lazima ujue hicho kitu unachokifanya katika kufanya matumizi, je kinakuongezea thamani? Sasa ni moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana mtu kuendana navyo katika namna unavyofanya matumizi. Lakini always mimi huwa nasema kwamba ni muhimu zaidi kuwekeza ili uweze kupata manufaa zaidi. Na always mimi naendelea kushauri na kusema kwamba B3 Hub, Cleus Nicholas kutoka B3 Hub ni miongoni mwa jumuiya na association ambayo inafundisha kuhusiana na biashara na uwekezaji. Na always mimi huwa nasema local but international accepted.